Kichwa kibovu yo, hey! Kichwa kibovu we, leo ni leo. Hapa tupo watatu. Pana mheshimiwa mwakilishi, mheshimiwa mbunge, pana mheshimiwa spika. Hebu nambiani, twantia adabu kivipi? Kama mie ndio mulinichagua ndio spika, basi nanichagua huyu mbunge, hii kazi imalize, kwa sababu yeye huyu ndiye lechezi ya kipigo mpaka akafika hospitali. Sasa nina imani kubwa sana kwamba atafikiria vizuri na yeye aondoe mavune, manake ana uchungu mwingi sana huyu. Haya, sasa niachiani leo nikakae na kamati yangu ya kichwa tudiskasi, tujue tunafanyaje. Baadaye nitaleta mrejesho mzuri tu, atatiwa adabu nayo. Bwana Kidundonjo, na shida ya kibuzi tena cha dawa. Mbilimbi kuwa na shida ya mbuzi kwa kowe si tatizo. Tatizo huyo mbuzi unianeni ulizamie ndangwilia wa. Pale kwa Selemani vipo? Selemani? Huyo Selemani viganja watugae kila siku. Basi kama ni huyo wetulia. Huyo mwaka we wa kunyoshwa. Mie tanyosha, pesa ipo? Maana huo ni nchongo. Nisingekupa kazi Kidundo, niletea mbuzi nikupe pesa. Basi kama kushanipa kazi, acha nikatekeleze kazi. Tusije kuja pumbazana, uje kuja niavya sharubu hapa. Na wewe nenda ukapigwe huko. Nyama we. Mashallah. Kanajipanga kisawasawa huyu. Mwa kuchukua tu. Mkoba. Bwana Kidundo vipi? Safi. Safi jamaa yangu. Inaonekana leo umeamua unisaidie kuchunga, si ndio? Sikusudia kuja kusaidia chunga mimi. Tuseme kwa nao hawa mbuzi wako Bwana Selemani. Kwa babu yako, kwa sababu ndio lomkuta hapa kwenye banda. Kwa sababu Mbilimbi teko kankosea basi. Maana Mbilimbi meendeleni yake. Sasa nenda kwenye lile bangalia mbuzi ukanichukulie mbuzi mmoja uniletee huku tena ile mbuzi alena vinyoya vyeupe kibeberu ndigi. Nakuja nichukua hapa nampeleka. Mimi muda mrefu sipo hapa, sijui hasa kama una bangalia mbuzi yake. Unaweza kufanya maarifa huyo Mbilimbi nikampata? Hiyo ndio kawaida tu kwangu hata. Lakini huyu wa kutimingi huyu. Ni mtimingi, nimpigie simu nzuri, nimpange hapa ngiliki. Maana ngifanya masahara mvua ya maganjaja kwangu. Fanyia maarifa haraka basi. Mbilimbi. Haya baba, nisikilize. Mbuzi naye mkononi hapa jamaa yangu. Inshallah naye kwenye banda wansikia eh? Haya basi jitahidi uje hapo njiani nikukabidhi mzigo wote tumaliziane. Haya.
Inaonekana muda mrefu hupo hapa kijijini, si ndio? Muda mrefu sipo mie. Sawa, wacha basi kidogo angalau upate chai. Tusimame watu wapika. Sasa subiri basi ati. Ndio kwa liko Mbirimbi tukamaliza nime na mama. Kidundo ulimi ulikupa sifa, ulijidai simba, kumbe moyoni wakipanga, ukadhani Sele Mpemba ni mtu wa mchezo. Sasa unalia, mbuzi amekuwa kero. Mbirimbi, mzigo huo huu hapa. Sawa? Ninakuja kukabidhi. Na Waswahili wasema kwamba ukinyosha mwezi wako kimoja, basi vine vyote vyako. Ukiwa na maana gani? Sina maana hata moja. Mpaka yangu kilichobaki ni uke tu. Basi siengesema tu. Hakuna zaidi. Hakuna zaidi, kanipiga kama mpunga wa mbegu. Mbirimbi, kwa maana hiyo wewe ndio ulimtuma Kidundo mbuzi, si ndio? Hapana, sijamtuma mbuzi mimi. Kwa sababu Ali alikupa kama kahawa, lakini mie leo nataka nikupe kama soda. Vijana wangu karibuni sana. Asante. Nimewaita hapa kwa sababu moja tu. Sababu wenyewe ni maneno mengi ambayo yapo katika kijiji chetu. Kwa sababu inapofikia hatua ya vijana tayari kuanza kupigana na sisi wazazi tupo, tukiacha huu mtango ukiendelea kukua hivi, itakuwa ni athari. Itaonekana sisi wazazi hatuna uwezo wote wa kuweza kukaa na watoto wetu tukazungumza nao. Inakuwa si jambo zuri kabisa. Sasa mimi nimewaita hapa ili kuondosha tofauti zenu, na kama kweli mmekiri kwamba mimi ndiye mzee wa kijiji hichi, muweze kuondosha tofauti yenu leo hapa, ili tutakapoondoka hapa mnaanza ukurasa mpya. Haya mambo yote ambayo yametokea nisiyasikia tena. Lakini jengine, hata kama mtu pengine ana cheo chake, ana wadhifa wake, ni mwanajeshi, ni askari, asiwezi kuchukua hatua mikononi mwake, kwa sababu sheria ipo. Kama sheria ipo, nenda kwenye sheria. Lakini ukisema kwamba utachukua hatua mikononi mwako, utasababisha mgogoro, ugomvi ambao kwamba hauwezi kuisha. Kwa sababu mkianza kuwekeana visasi kama hivi, wewe ukianza kumpiga huyu, yule mtoto anaona, atamwambia wewe baba yako amempiga baba, kwa hiyo na wao wanaanza kuweka visasi. Kwa hiyo itakuwa kijiji chetu kwa kweli kimepoteza nidhamu na heshima ya moja kwa moja. Lakini jengine kubwa ambalo kama nimeliona kutokana na dini yetu, mtu anapofikia hatua ya kutaka mke, basi anatakiwa atafute wazazi, awapeleke nyumbani kwa mtoto, ili wazazi wende wakamtambue, ili atambulikane kisheria, na sio kuitana vichochoroni wanangu. Kwa hiyo haya mambo itakuwa tumekeuka misingi ya dini zetu, na mimi ndio hilo ambalo kama nimewaitia hapa leo, niweze kusikia sauti zenu kama kweli mmekubali au la. Je, kwa hilo ninalozungumza mmekubaliana na mimi? Tumekubali. Sasa ili nione kama mmekubaliana, kila mmoja nataka mpe mkono mwenzake, ili tuondoke hapa kwa kujua kama sisi tumekubaliana, tumeridhiana, tumeondoa tofauti zetu.